Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninataka nishukuru muda mfupi huu ambao Mungu amenipea. Ninajua Bwana ako na nafasi ya kutuinua. Na mimi mara nyingi nimezoea, niko na tabia moja. Tabia yangu moja ni kwamba nikija kwa mkutano kama huu, huwa siji kuhubiria mtu. Huwa ninakuja kuomba na wao. Ili wewe ukikosa hiyo baraka mimi nachukua. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukikosa kuomba mimi naomba niende nayo. Jina la Yesu lipewe sifa. We will be speaking about we shall rise again. Tutamka tena. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tutamka tena. Yaani haijalishi ni kiwango kipi ambacho labda mambo yamekusukuma. Yaani kuna maisha mengine unaweza ishi mpaka ukute hauna hata marafiki. Ukute hata hauna mtu wa kuambia mateso na shida unayopitia. Lakini kitu naelewa ni moja, neno la leo linatupa tumaini kwamba tutasimama tena. We shall rise again. Jina la Yesu litukuzwe. Jina la Yesu litukuzwe. Kitabu cha Mika, kwa sababu ninahubiria vijana, sitaki nifanye a lot of introduction. Mimi si mwalimu, lakini ikifika wakati wa mwalimu naweza fundisha tu. Bwana Yesu asifiwe. Munisaidie vyombo hivi, munisaidie. Msikuwe adui. Munisaidie zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Najua ndio shida na kuoga naye, tukidansi muziki iko sawa. Fika kwa injili microphone haifanyi. Wanu nataka tukupe haraka. Ninyi mbaki mkidansi. Hapana. Haleluya. Ndio niko na mjukumu mmoja tu. Bado nangojea. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mika ni kitabu kimeandikwa na nabii. Haleluya. Nabii Mika anatoa unabii wake kwa taifa la Yuda na taifa la Israeli. Anatoa unabii. Kazi ya nabii ni nini? Kazi ya nabii ni kuwa kiungo katikati cha Mungu na watu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye huleta ujumbe kutoka kwa Mungu, analetea watu. Ndio nabii. So Mika anatoa unabii wake wakati ambapo taifa la Israeli limegawanyika. Lakini amesimama katikati kutoa unabii. Yaani Mungu anamtumikia kutoa onyo. Taifa ambalo Mungu alipendezwa nalo limefika mahali haliendi vile Mungu anataka. Mungu halipongezi. Mungu analikashifu. Kuna mambo ambayo hayako yanaenda sawa. Haleluya. Licha ya kwamba wana jina la Mungu, wameheshimiwa na watu kwa sababu wana Mungu wao, lakini kuna kitu ambacho hakiendi sawa. Kuna ufisadi ndani yao. Hawana haki ndani yao. Kuna mambo karibu sawa ambayo anajaribu kuwazungumzia. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu litukuzwe. Jina la Yesu litukuzwe. Anawakashifu. Manake dhambi imeinuka na imetawala ndani ya taifa. Ina jina la Mungu, lakini kuna dosari. Hakuna haki. Watu wanatamaa. Wanakashifu wengine. So Mungu anamwambia Mika, nina maneno juu ya hawa. Watu hawa wameniasi. Na kitu gani kiko mbele yao? Ninawaonyesha mimi ni Mungu wa hasira, lakini ningali pia Mungu wa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni Mungu ambaye anatupenda, lakini bado ni Mungu wa hasira. Anasema kuna vitu
vitu viwili mbele yao. Ninakuja na kiboko. Anatoa onyo, ninakuja. Lakini kama watasikia, basi mimi ni Mungu wa huruma, nitawasamehe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu unakuta Mika amefika mahali ambapo anasema, manake ameona maadui zake wameona, kwa sababu Mungu ametangaza kuwapiga, Mungu ametangaza kuwanyorosha, maadui zake wakaanza kufurahi. Ndiye anasema usifurahi ewe adui yangu, niangukapo mimi nitasimama tena. Kuna wakati mwingine Mungu anaweza kukuinua na mambo yako yakarudi chini, watu wakaanza kukucheka, haimaanishi ndio mwisho wako. Kuna wakati utainuka tena. Kuna wakati utainuka tena. Kuna wakati utasimama tena. Kuna wakati Mungu atakunawirisha tena. Jina la Yesu litukuzwe. Jina la Yesu litukuzwe. Jina la Yesu litukuzwe. Mika anajaribu kutia wana wa Israeli na Yuda moyo, akiwaambia ni kweli Bwana ametangaza kiboko, Bwana ametangaza kutuacha, lakini inawapa moyo. Amesema hata kama kweli tumetenda dhambi na tumeasi mbele yake, angali ametupa nafasi ya kurejea kwake na anaweza kutusamehe na akatuinua tena. Alafu nawaambia na mkumbuke hili, anasema hivi, na tutakapoinuka tena maadui zetu tutawakanyaga kama vile tunakanyaga matope. Ninapendezwa na neno hilo ya kwamba maadui walionikanyaga, Bwana anatupa uwezo wa kukanyaga kama matope. Mimi sitaogopa hata kama ni magonjwa yametesa jamii yetu. Bwana atakapokuinua utakanyaga magonjwa, utakanyaga juu ya maadui, manake Bwana ametupa uwezo. Ninapendezwa na Bwana. Kumbe Bwana anaweza samehe. Anasema kwa Isaya, hata kama dhambi zenu ziko nyeusi kama sufu, nitazifanya ziwe nyeupe. Yani anamaanisha wakati tutakapogairi na tukumbuke tumetenda maasi, anaweza tusamehe na akaturejesha kwake. Inajulikana ni kweli. Wanajua wewe ulikuwa mwombezi mzuri, ikawa bahati mbaya ukapatikana ndani ya dhambi, wakasema umeisha. Mimi natangaza kwa jina la Yesu, bora uelewe mahali umetoka, urejelee Bwana. Angali na msamaha, angali na msamaha, angali na urejesho, angali na rehema, angali na kusimamisha. Haijalishi ni wapi umeanguka, angali na ofisi, angali na ofisi. Jina la Yesu litukuzwe. Jina la Yesu litukuzwe. Jina la Yesu litukuzwe. Inaeleweka kweli. Mtoto wa Bwana, watu wanakuelewa. Wanaelewa mahali umekaa. Wamekwenda kwa kiwango ambacho wanajua. But what I know, when you come back to Jehovah, He restores us. Because of the love, He remembers us. Because of the love, He forgives us. Hawaelewa maneno haya. Yeye ni wa rehema, yeye ni wa utakaso. Jina la Yesu litukuzwe. Kwa hiyo Mika anawatia moyo, anawaambia wapendwa, kuna kiboko, lakini utakapoelewa murudi kwake, angali ni wa rehema. Biblia inaniambia kwa kitabu cha Maombolezo ya Yeremia, anajaribu kuambia wana wa Israeli, ni kweli ndio tumetenda maasi mbele za Bwana na Bwana ametupiga kiboko, tuko ndani ya mateka, lakini Bwana ukumbuka rehema. Bwana anakumbuka kutuosha. We still have a chance. No matter where we have gone, we have a God who forgives us. No matter how dumb we are, we have God who has a second chance. Hallelujah. Jina la Yesu litukuzwe. Jina la Yesu litukuzwe. Jina la Yesu litukuzwe. Mimi nataka nikutie moyo wewe uliye mahali hapa ambao unaona mambo yako hayaendi sawa. Kuna wakati mwingine Mungu atakuinua, manake angali na nafasi ya kukuinua tena. Jina la Yesu litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi napendezwa na Yeremia
anatia watu moyo wale walikuwa mateka. Anawaambia hata kama kweli mambo hayaendi sawa, lakini kuna siku Mungu atakumbuka rehema juu yetu na ataturejesha tena. Mika pia anajaribu kukurejelea mambo hayo. Anawaambia hata kama kweli Bwana ametangaza sababu ya makosa yetu, ametangaza kiboko, kuna wakati atarejesha rehema. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu litukuze. Jina la Yesu litukuze. And now we are coming with a picture that we shall rise again. Hallelujah. We shall rise again. Can you tell your neighbor there is a time that I will rise again? Can you tell your neighbor I will rise again? Ambia mtu aliye karibu, nitainuka tena. Nitainuka tena. Kuna nguvu katika kunena, sema nitainuka tena. Huenda sina kazi, nitainuka tena. Huenda sina nyumba, nitainuka tena. Bwana yuko pamoja na sisi, atatuinua tena. Jina la Yesu litukuzwe. Jina la Yesu litukuzwe. Kuinuka tena kuna maanisha nini? Kuinuka tena kuna maanisha kuna kitu kilikuweko na sasa hakionekani. Ni kweli ulikuwa na jina, lakini sasa haliko. Watu walikuelewa una vitu, lakini sahi haviko. Kumaanisha ulikuwaga nayo, ni vile sahi hauna. Na mahali vitu vilikuwa, lazima vitarejea. Huwezi elewa kitu nasema. Jina la Yesu litukuzwe. Jina la Yesu litukuzwe. You rise again. Wakati mwingine Biblia inaniambia kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 11, habari ilimwendea Yesu akiwa anaendelea na safari yake ya injili. Wakamwambia rafiki yako ni mgonjwa. Jina la Yesu litukuzwe. Yesu akakawia, akaelewa kweli, naelewa kitu ambacho ananiambia ni kweli. Lazaro ni mgonjwa, naelewa. Na hata akawaambia wanafunzi wake, alipomshika kwa habari ya Yesu kulala, ya Lazaro kulala, aliwaambia nina habari rafiki yangu amelala. Jina la Yesu litukuzwe. Hawakuelewa vizuri, akawaletelea akawaambia amekufa. Haleluya. Jina la Yesu litukuzwe. Na Yesu akaanza safari, anaenda kwenda kwa kina Lazaro. Wakati Lazaro amelala, amezikwa, hata siku 4 zimepita. Alipofika akakutana na dada ya Lazaro, anamwambia Bwana, ungekuwa hapa Lazaro hangekufa, rafiki yako hatungekuwa tumezika. Lakini naelewa siku ya ufufuo atafufuka. Yesu anamwambia hapana, sasa hivi yeye Lazaro atamuka tena. Dada ya Lazaro anasema hapana, haiwezekani. Kaambia hapana, wewe twende. Wakaenda wakakuta watu wanaomboleza, watu wanalia kwa nyumba, wamesahau na mambo ya Lazaro. Kitu kinachonipendeza ni moja, alipoingia kuuliza maswali, aliwaambia nionyesheni mahali mumezika, nionyesheni mahali amelala. Biblia inasema wakamwambia huyo mtu hata saa ananuka, hatuwezi kukupeleka. Akasema nionyesheni. Alipofika hapo alisema Bwana, ninajua unanisikia na leo hii ninaomba unisikie. Na akasema Lazaro itika tena. Lazaro akatoka ndani ya wafu. Akasema toeni jiwe, fungueni sana, ameamuka tena. Haijalishi ni wapi umelala, haijalishi ni wapi umezikwa, you can rise again. 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 Hallelujah. Namaanisha hivi, ni kwa Mungu tu mambo yanabadilika, si kwa wanadamu. Wanadamu wakutaka kusaidia kukuomboleza, lakini wakati Mungu anaingilia kati, vitu vyote vinaanguka, vitu vyote vinabadilika. Biblia inaniambia Yesu alipoingia hapo, the environment changed. Yesu alipoingia hapo, mambo yalibadilika. Na maanisha hivi, if you need to rise again, you need God. You don't need money. You don't need people. You need God. You need God. You just need God. Aambia mtu nataka Mungu. Sitaki dini. Nataka Mungu. Sitaki vitu. Nataka Bwana. Amen. Hallelujah.
Hakuna mtu aliyekimbilia Mungu akakosa kuinuka tena. Wapendwa, mimi nilizaliwa mahali pabaya, mahali watu wanalewa asubuhi na mchana, walevi wanalala, wanaamka wanaendelea kukunywa, wanalala tena. Lakini Yesu ameninua, Yesu ameninua hapo. Hawezi elewa, hawezi elewa, maana amewahi fika kwetu kwa matanga. Najua wengine hawezi elewa. Sisi tumezaliwa karibu na msitu ya Matriki. Sisi ndio tulikuwa tunalinda hiyo msitu. Babu yangu ndiye alikuwa kusema akikohoa kuna mtu anaongea. Mimi nikazaliwa nikarudi jina, nikawaambia Yesu amenitoa ndani, nitasimama kama mtumishi kwa sababu Bwana ameniinua. Nilivyolala ninainuka tena, nilivyolala ninainuka tana. Maana Bwana akiwa na wewe hawezi isha. Bwana ako na wewe. Haijalishi ni wapi umekusukuma. Najua unaweza kuwa hata umezikwa, hata watu wamekusahau, hata watu hawakukumbuki, lakini unapomtazamia Bwana, Jehova anatenda. Nikupe hadithi nyingine. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wafalme, Samueli wa kwanza. I think Samueli wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Samueli wa kwanza mlango wa 30. Biblia inasema siku moja Daudi akawa ametoka kwenda kusaidia Wafilisti vita. Walipomwona wakomanda wakaona Daudi, wakamwambia mfalme Akishi, unaleta huyu mtu kufanya nini? Unaleta huyu mtu atusaidie nini? Rudisha huyo mtu. Daudi anapotoka hapa anarudi kwake, arudi mahali ambapo alikuwa anakaa kwa hema lake, anakuta hakuna kitu. Mahali pamechomwa, wake zake na watoto hakuna. Watu wakaanza kumlilia Daudi, wanataka wamuue. Daudi akasema, hapa sasa mimi siwezi. Biblia inasema vizuri sana mstari wa 6. Anasema Daudi akajipa moyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akajipa moyo, akaenda kumlilia Bwana Mungu wake. Haijalishi ni wapi utakapokimbilia, hata kama vitu vimeisha, Bwana anarejesha. Jehova anasimamisha. Jehova anasimamisha. Ndio kuandika kwa vitabu vya watu walikuwa na vitu na viko sasa. Wameanza kusema fulani yana ni vitu na sahihi bado wamsikiliza. Ni kweli watu wanakucheka. Sababu ulikuwa na vitu na sahihi hauna. Ungevaa nguo ikutoshe vizuri. Sasa unavaa inakaa kama umbrella. Haijalishi, haijalishi. You can rise up again. So long as you run to God. So long as you look unto God. People who look unto God, they never fail. Hawaishi. Bwana atawasimamisha. Bwana atarejesha. Bwana atatekeleza yale usiyoyaweza. Bwana anayaweza. Haleluya. Ndio watu wamekuandika, wameona sura yako imechapa, wameanza kusema huyu ni kama alikanyaga waya. Ni kweli, wanaona sura wanafikiria ni hivyo, lakini mimi kitu nataka niseme kwa madhabahu haya ya kanisa ya Tumaini, hata kama kuna vitu viliharibika, Jehova anaweza rejesha. Toa macho kwa watu, angalia Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Daudi angeangalia wanajeshi wenzake, walikuwa wanamwambia wewe tunakuua. Wewe sahihi hauna amani. Lakini Daudi akamwambia nikiangalia hawa mimi nitaisha. Alikimbia kwa Bwana. Na Bwana akamwambia Daudi, can you pursue them? Daudi alipotoka hapo, Bwana alimhakikishia hakuwaambia chochote awabembeleze. Aliwaambia nifuateni tuende. Bwana Yesu asifiwe. Na walipofuatana na Daudi, Biblia inasema 200 wakatoka. Akasema nitaenda na 400 mpaka vitu vyetu virejee. Haleluya. Na alipotoka na 400, Biblia inasema alipigana na maadui, akarejesha wake zake na vitu vyake, na hata mali akarejea nao, kumaanisha wakati alikuwa ameisha. Alipokimbilia Bwana, Bwana alirejesha maradufu. I'm speaking to you who feel that you are down. Vitu vyako vimeharibika. You don't know what I say. Run to God. Let me tell you one thing. Mimi kama pastor naweza kukupenda sana sababu unatoa tithe kubwa. Wakati itapunguka, utajua maishuka. Yeah. Hatufanyaji kazi na watu ambao watoi fungu la 10. Kweli. Nitasahau kuna toa 10,000
nitaanza kuangalia vile uko ovyo sahihi, lakini hiyo haijalishi. Angalia Bwana anasema, inasimamisha walio chini, waliokata tamaa na wanaendesha tena. Haleluya. Wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa kiongozi mzuri kanisani, unafanya kazi vizuri, watu wanakusifu, fulani ni mzuri. Lakini watu wakung'oe. Kisa kulokera chika hala kila. Makelida zichari yubuazi. Ni sawa tu. Hata kama niko chini nitasimama tena. Hata kama siwezi nitasimama tena. Haleluya. Shika unaelewa kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio siku moja umeolewa kwa ndoa mahali, lakini siku moja mzee abebe kichwa na kufukuze. Amekukuza tu, unaweza rudi. Utaanza kusikia hata jina lile nzuri ulikuwa unakuita kwa hiyo boma, wanaanza kukuita Tangatanga. Yule naye Tangatanga Nairobi. Ni sawa tu. Ni sawa. Lakini ipo siku. Iko siku nitainuka tena. Haleluya. Iko siku nitainuka tena. Kuna siku maombi ulikuwa unatwanga maombi wakati ulikuwa na pesa. Unatwanga maombi mpaka inasikika. Watu wanasikia roho ananena ndani yako, lakini wakati kazi iliisha, pesa zikapungua, maombi ikapunguka. Sasa hiyo nasema keko labda kasara kama hai. Don't mind. There is a time God can raise you again. There is a time God can raise you again. Hallelujah. Jina la Yesu litukuzwe. I'm speaking to somebody. Na ulikuwa umeolewa, unaishi na mume wako vizuri, bahati mbaya akapata mke wa pili. Wale walikuwa wanakuona ukiishi maisha ya raha, wanaanza kusema ulisaka samu kama medera. Ni sawa, unahomo na kienyeji sahihi, lakini kitu naelewa ni moja. Hata kama niko chini, naweza inuka tena. Hata kama sifai, naweza simama tena. Hata kama sipendezi, Bwana anaweza ninyoosha tena. I'm speaking to somebody. Labda kazi unafanya haiwezi kukuinua viwango unataka. Mpaka watu wakikuona una madeni. Ni sawa. Ni kweli una madeni. Ni kweli wasilipa nyumba. Ni kweli watoto wako kwa nyumba. Hauna pesa kusomesha. Ni kweli. Hawana gani. Usikasirike. Kimbilia Bwana. Haleluya. Anaweza kukuinua tena. Ukikimbilia wanadamu utaisha. Kimbilia Mungu. Jina la Yesu litukuzwe. I'm speaking to leaders who are in the house. Wakati mwingine haunaga sauti kuambia youths wakuje. Ukiambiwa kuje tupanguze chachu unajikuta ni peke yako. Unapanguzanga ukinung'unika. Mbona mimi vijana hawanisikia? Hapana. Wewe usijali, sio wao walikuita. Kimbilia Bwana. Ambia Mungu nimekuja na kweli wameniacha. There is a time I was worship church na mke wangu. Wawili. Ilikuwa siji. Tunaosha na mke wangu. Sasa tumebaki hapa. Saa hizi wengine wanaosha, sisi tumekaa. Bibi yangu akija chacho anasema bibi hapa kaa hapo usiguse kitu. Lakini siku ile tulikuwa tunapanguza. Pana jani, kuna siku utainuka. Kuna siku utainuka. Shari watoto kanyaga. Shari watoto darao. Lakini toa macho mahali naangalia. There are many people they focus on what they are going through. That is why you are remaining where you are. Can you take your eyes from what you are going through? If David could focus on the storms, if David could focus on what he was going through, then the people could have killed him. But he decided, no, I'm forgetting this. I'm running to God. Hallelujah. Can you run to God from where you are? Yeah. Mwimbaji mwingine akasema, nakukimbilia ewe Bwana, isiaibike milele. Ninakukimbilia ewe Bwana, isiaibike milele. Ninakukimbilia ewe Bwana, isiaibike milele. Maisha yangu na yaleta kwako, yasiaibike milele. Watoto wangu na waleta kwako, wasiaibike milele. Nimekukimbilia ewe
kuna watu naweza kuhesabia walipofika mahali wana shida wakakimbilia watu. Sahi hawako dakika hii, lakini naweza hesabu watu ambao shida iliwapata wakakimbilia Bwana na bado wamesimama sahi. Bwana amewaongoza. Walisema watamaliza mwaka, lakini wamemaliza sababu walikimbilia Bwana. Kimbilia Bwana. Run to God. You will never fail. Amen. Hallelujah. Amen. Number 2, I'm just rushing because of time. If you need God to make you rise again, I'm saying number 1, look unto God. Number 2, be faithful to Him. Be faithful to Him. Praise the name of the Lord. Amen. You remember the story of Joseph. Praise the name of the Lord. Amen. Yusufu alikuwa na ndoto, ndugu zake wakamuuza ili ndoto yake ishi. At the end of the day, the Bible says akiwa kwa nyumba ya Potiphar akawekelewa pia makosa, akatupwa ndani ya gereza. And because he remained faithful unto God, Biblia inasema akiwa ndani ya gereza alitafsiria watu ndoto, akawaambia wapendwa, mtakapotoka nje mnikumbuke. Hakuna mtu alimkumbuka. Hakuna mtu alimkumbuka. But I thank God, Farao aliota. Hallelujah. Hallelujah. Farao aliota. Na Farao alipoota akatafuta tafsiri ukakosekana. At the end of the day, walisema kwa gereza kuna mtu anaweza tafsiri. Yusufu alilala akiwa gerezani, lakini asubuhi aliamka akiwa State House, atafsiri ndoto. Mavazi ya gereza yamemtoka, maana kalibaki mwaminifu kwa Bwana. Remain faithful to God and he will make you rise up again. He was in jail, but he was rising in the State House. Jina la Yesu litukuzwe. You know, sometimes nimeanza kuomba mambo tofauti. This year ninaomba mambo tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wachungaji tumeombea na wanapobarikiwa wanatusahau. Natamani Farao arote. Farao akiota, sitabaki vile nilivyo. Sitabaki chini tena. Bwana Yesu asifiwe. I'm dreaming Mungu akuje alete matajiri wa Nairobi hii waje kwa madhabahu yetu ya PAG na wapone. Wakipona watabariki madhabahu ya PAG. Hatutabaki vile tulivyo. Tumewatabiria mnabarikiwa, hatimaye mnanunua magari na mashamba, mnasahau madhabahu. We pay rent until we are tired. Praise the name of the Lord. That many people we are praying for. Wengine hapa wameombewa kwa madhabahu haya ya PAG, wamesoma. At the end of the day, bado tunalipa renti tu. Na wako ndani tunalipa na wao. Wao wametoka kwa renti, wamenunua mashamba kwingine, wamenunua magari, lakini kanisa lililowaombea lingali kwa renti tu. Natamani Mungu atuletee Farao awote. Yeah. There are people you can advise. Na waki mahali uko. Wao wafaulu na wewe ubaki hapo. I'm refusing to advise people. Wale wataniwacha hapo. Yeah. Praise the name of the Lord. Jina la Yesu litukuzwe. Jina la Yesu litukuzwe. And my prayer, I'm praying sababu Mungu amenisaidia kuja kwa Obasia. Niko pale kwa highway. Ninaomba Mungu niwe ninahubiri siku moja Prado isimame hapo na mtu amegonjeka, amelemewa, wabebe waingize church. Na niweke mkono na apone. Na aseme tunalipa hapa. Niseme tunalipa. Aseme mnaweza nunua wapi? Atupe mamilioni tununue plot ya church. I'm tired. I'm tired of speaking to people who cannot change. Youths, we will rise again when we run to God. Let me tell you people, youths are rising to look for posts in church and positions in church, but they are not running to seek God. Hello? Hello? Who told you you can change church without God?
Jesus himself said, I will plant the church on the rock. Na nguvu ya kuzimu haitanibadilisha. Kama nguvu ya kuzimu haiwezi nibadilisha, na wewe unatishwa hata na hizo nguvu za kuzimu. Can you change the church? Na wewe homa tu inakutisha. Mapepo yanakukopesha. Sema ndio hivyo, give me position and change the church how? And Jesus himself said, the power of darkness will never prevail. Wewe ni nani? If you look unto God, God can change you. Hallelujah. 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 Jina la Yesu litukuzwe. Jina la Yesu litukuzwe. Tukitafuta Bwana na tuwe waaminifu kwake, yeye atatutetea. Hata tuwe chini, hata tuwe gerezani, hata tutoa ndani. Maana yeye ana uwezo. Anaangalia uaminifu tulionao. Wapendwa, ulijaribiwa tu kidogo na hata kwa give up kwa uongozi. Sema kama ni hivyo mliongea kwangu, acha ikae. Kama ni uongozi, acha ikae. You gave up yesterday. Are you still faithful to God? Are you still faithful to God? Do you still need Him to make you rise up? No. Persevere. Trust in Him. Youths. Hallelujah. I know mnazaimba vizuri. Ndugu Victor, I know you brother. Umenibariki sana. But sometimes unaona mimi nimeletewa maji umepewa. Wacha nikupe. Yeah. We may despise you. We may speak ill of you. But don't die. Be faithful to your God. There is a time we rise. Hallelujah. I know there are many youths, they are passing through challenges. Wengine hawana kazi, wengine hawana nini. And sometimes we don't pay tithes. Yeah. Na ukuta hata mimi pasa nimesimama na kuambia wewe hulipi tithe. Na kweli najua huna kazi. Hata kulipa lipa ni gumu, sio? So ukimbie kanisa uende redeemed. Be here. Let God raise you wakiona. Amen. Hallelujah. Amen. Ambia mtu ambaye ako hapo ndiye anaongelea. Na anapiga hesabu ya kuhama. Mwambie usihame. Kaa hapo. Be rise again. Hallelujah. Jina la Yesu litukuzwe. You know, Joseph could just run away. Aseme kama ni hapa mnataka kunifunga, wacha nirudi kwetu. Na nilitahidi hata kama kweli mnanifunga, nifungeni tu. Lakini nikae hapa. Lakini nibaki mwaminifu kwa nani? Siku moja nitainuka. Haleluya. Ambia yule aliye karibu na wewe, siku moja utainuka. Ambia vumilia. Kaa hapo. Ishi hapo. Abudu Bwana hapo. Ni vizuri Mungu akuinue waliokusengenya wakiona. Don't run away. Praise the name of the Lord. Jina la Yesu litukuzwe. Lastly, there are many, but let me end there. Lastly, God will make you to rise again. I've said number one, when you look unto Him. Number two, if you remain faithful. Hallelujah. If you remain faithful. You remember Daniel and Meshach? They remained faithful. Hata wakati simba zimewachwa njaa, Daudi alibaki mwaminifu. Wewe kakitu kadogo tu umetishika. Hello? Youths, bibi amekutoroka siku moja tu, unaacha kanisa unaenda kuoa wengine. Kaa hapo akuache kwa sababu una kazi, kesho asikie una kazi na hujaoa. Akirudi atanyenyekea. Yes. Bwana wa mwingine. Bwana onyesha yeye wewe toko. Kaa hapo, sasa kwa watu wanashindwa kulipa rent. Sawa. Mwambie it's okay. Mimi nimeshindwa kulipa rent, ni sawa. Umeamua kwenda? Ni sawa. Kaa hapo hata usihame. Kaa hapo. Asikie sasa unalipa rent. Asikie umetoka kwa single, umeenda kwa bed sitter.
Nasikia umetoka Benisita, umeenda kwa self. Mwenyewe atajileta. Na hatakuja peke yake sasa. Atakuja na watu wa kumtetea. Yeye mwenyewe atakuja na watu wa na wewe sasa utaweka masharti. Ukitaka niishi na wewe, mimi ndio jogoo. Wale utawacha huyo na uende kwa mengine ukuta umeweka kwa kamba. Hata uanze kujiuliza nijirudia tu hiyo. Baadaye uanze kumuita majina, kumwambia aje I wish ningekaa tu na wewe. Nimejipata kwa mateso. Wacha upuzi. Hallelujah. Am I speaking to somebody? You need God to raise you. Persevere. Remain faithful to God. Hallelujah. Ulikuwa unaimba, waimbaji, najua ulikuwa unaimba. Hallelujah. Lakini siku moja, siku nyingine unakuta Sunday hii hujapewa hata microphone. Ile nyingine hata hujapewa. Ile nyingine hujapewa. Na wameweka masharti. Kama haukuji kwa mazoezi, hakuna microphone. Na kweli unakuja kwa mazoezi na upewi. Watu wametuliza nao, kwani sina kuja kwa mazoezi. Kama ni sauti kweli niko nayo, naweza ngangana. Kwa nini sipewi microphone? Panda kama kwa praise. Kaa hapo. Kaa tu, wacha wakunyime, imba bila microphone. There is a day. There is a day. There is a day. There is a day. The Lord will raise you. The Lord will raise you. Remain there. Wacha kukua na kaloo kama kabuka. There are many people God cannot raise them. There are many people God cannot raise them because they are not faithful. Hello? Umepewa uongoze praise. Badala uongoze praise kwa uaminifu, unakula wengine. Na maanisha unawakula kiroho mpaka unawakula kimwili. How will God bless you? Even if you take the altar by altar, you never rise. You never. If you need to rise, be faithful. Even to a little position God gives you, be faithful to that position. Hata kama ni ya Sunday school. Baada ya kumaanisha wazazi, nyinyi mmekataa kuleta watoto. Tafuta watoto. That is your duty. Tafuta. Kwa hiyo unataka wazazi wakuletee. Wakutague, tena wakuletee. Kwanza kabisa. Sisi tukutague wewe mwalimu watoto wetu, tena tukuletee watoto. Tafuta hao. That is your duty. Pana kuna kumaanisha sisi kwa kanisa. Matangazo ya walimu wa Sunday school kumaanisha wazazi. If it is teaching about giving, teach your children in Sunday school on how to give. And the children will go to their parents na waambie wamesema mwalimu amesema tupeleke sadaka. Pana kumaanisha hao wazazi. Hello? Am I speaking to somebody? Yes. Hallelujah. Am I encouraging somebody somewhere? Hallelujah. Remain faithful. Shadrach and Meshach. Moto ikaongezwa mara 7. Lakini wanasema ni sawa. Mfalme ni sawa. Imeongezwa mara 7 ni sawa tu. Imeongezwa. Ni sawa. Kama atatuokoa. Kama tukikufa. Sasa. Yeah. Basta, mimi napigwa vita na CD. Mimi napigwa vita na praise. Wacha wakupige kabisa. Waambie hata waongeze shemasi. But remain faithful. How will the Lord raise you? Ambia mtu aliye karibu na wewe, pasa ni kama naongea kwako. Mwambie tu.
Haleluya. 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 Ni watu wangapi wameacha maombi sababu watu walikuwa wanaongelea? Unaangalia mkanisa saa 12 wafanya bahamba hamaza na sawa. Ukaacha maombi kwani unaachia nani? Si wao wakuje pia. Hapo. Wacha moto iwashwe. Ingia ndani. Lakini Bwana akiwa na wewe, hata moto iwashwe, ananyamazisha moto, ananyamazisha moto, ananyamazisha moto, ananyamazisha moto. Anajali. How will God put off fire if we are not in that fire? Be in that fire for him to quench the fire. Yeah. Be in the den of lions for him to shut them out. Hey, God. Lastly, praise the name of the Lord. Amen. God will raise you when you repent. Yes. Yeah, when you repent, God will raise you. The Bible speaks in the book of Judges, chapter number 16. There is a warrior who was there called the Samson. Samson alipaka mafuta na Mungu. Samson akajipata kwa mikono ya Delila. Jina la Yesu litukuzwe. Delila hakuangusha Samson, pesa ndio iliangusha Samson. Kama Delila hangepromisiwa, Delila kitu cha kwanza aliambiwa, unaweza fanyaje tukamatie huyu jamaa Samson? Akaambiwa huyu mtu sio rahisi kukamata. You promise me something. Mniahidi kitu ndio niwakamatie. Wakamwambia yote tutakupa tukamatie huyo jamaa. Jamaa akakamatwa. Biblia inasema siku moja Samson akawa amechukuliwa kutoka gerezani. Mfalme ako kwa sherehe pamoja na Wafilisti. Samson akaleta watu muizi. You can imagine mtu alikuwa anaua watu, saa hii ako ndani ya mateka. Mtu angebeba gate ahame nayo, saa hii anatumbuiza watu. Na Biblia inasema wako kwa gereza, wamemfunga, wakamleta mbele ya hekalu la Dagoni awatumbuize. Biblia inasema alipowatumbuiza alikumbuka kitu kimoja, nywele yangu imeanza kumea. Haleluya. Jina la Yesu litukuzwe. Wakati alipokumbuka hivyo, aliambia wale ambao walikuwa wafanyakazi wa kumsaidia kumshika na kumbeba, manake hana macho, akawaambia nisaidieni nijiegeze tu kwa pillars zinazoshikilia hili hekalu, nipumzike, nimechoka, nipumzike tu. Na alipojishikilia hapo apumzike, akakumbuka nywele imeanza kumea, akasema Bwana, nikumbuke mara hii moja tu, nikumbuke mara moja hii tu, nijilipishie kisasi cha macho yangu mawili. Na Biblia inasema wakati aliponena hivyo amemrudia Bwana, na Biblia inasema na nguvu zikashuka na akashika pillars za hekalu la Dagoni. Alitingiza mara moja na lote likaanguka chini, likamaliza Wafilisti wote. Kumaanisha when you want God to raise you, repent and turn back to him. You will never remain the same. You will never remain the same. You will never remain the same. The Lord will come for you. He is a God of second chance. He is a God of love. He can pardon our sins. Anaweza tuosha tena. Let me finish by saying, it is true. You can remember and look in your life. Na ukute kuna mahali umeanguka. Ukute kuna mahali umefeli. Unaweza amka tena. Unaweza simama tena. Unaweza inuka tena. Kikubwa tutubu. Mwambie Bwana, nimekumbuka hapa ndipo nilienda mbaya. Niliambiwa nisome sikusoma, sasa napitia haya mateso, lakini naomba unisaidie leo tu. Naomba unitetee leo tu. Niliambiwa nifanye hivi sikufanya, lakini naomba nisaidie leo tu. Kwa moyo wako Jehova na atashuka.
Bila aliyomtetea Samsoni atatetea pia maisha yako. Utasonga mbele, maana tuna uwezo kuinuka tena tunapomrejelea Bwana. Nasema tunapomrejelea Bwana, kwa toba yeye atashuka. Ninaomba kwa ajili ya kanisa letu la PHC. Ninapangalia wazee kama hawa walikuwa kwa kanisa hili wakiomba kwa roho, wameacha vipawa kwa roho kwa kanisa hili, lakini sisi vijana hatuko tayari kuchukua. We are running but we don't have power of God. We need to go back in repentance and seeking God and remaining faithful, and God will make this church. Na Mungu atasimamisha hili kanisa. Wote hao wanalia, wanapoangalia vile tunapigana, wanapoangalia vile ambavyo tumesimama, hawaoni chochote ndani yetu. Na Bwana na watumikia kuturekebisha. We can rise up again. The Lord, we can change our life. It is not an end. It has come to a time that we have got to come back to God and say, yes, here we are and we are down. We need you to raise us. We need you to empower us. We need you to hear our prayer. We need you to touch our lives, and we will never remain the same. My brethren, it is our time. The time to rise up again. The time God can restore what we've been praying for a long time. Yes, whether labda hautawahi jua Mungu wako vizuri, I pray that we turn up to God and tell Mungu, natamani nikujue, natahamu nikufahamu, natamani nikuelewe, nijue maisha yangu yatakuaje nikiwa pamoja na wewe, that we may walk with him, because the Bible says if we need to rise up again, let us walk with God. Joseph walks with him even in jail, na hatimaye alitoka ndani ya gereza. No matter what you are going through, there are just 3 things or 4 things to do. Turn back to God. Can you look unto God? Number 2, remain faithful unto him. Number 3, can you repent? Number 4, I'm saying, can you walk with him? When you walk with God, you will rise up again. There are many people in leadership, but they don't have God. They don't know their God. Yeah, it is not late. You can turn and ask him. He will raise you again. Praise the name of the Lord. I don't know where you are. My brethren, kuna mambo yamekufinya mpaka umefika mahali moja you have given up. You can rise up again. When you turn and look unto God, you will never fail. God is with you. God is with you. Mika openly akasema ni kweli. Ya ni kweli. Tumetoka na tuko mbali na Mungu, lakini atatusamehe. Jina la Yesu litukuzwe. Atakapotusamehe, waliotucheka tulipokuwa tumeanguka, tutasimama tena. God has your chance. Kuna milango zimefungika maishani mwako. Kuna milango zimefungika. Kuna vitu vinafanyika vile ambavyo haukutazamia. Yes, you can change. I know him, you can change. There are many things you are praying for a long time and you have not seen change. Labda ni leo. Maybe it is today that God wants to raise you. I know umesukuma mpaka umefika mwisho. Umefika mahali umeinua mikono sana. Ni kweli ni sawa. I'm tired of fighting. Let God take over. Let God take over from there. But what you need to do, remember, He needs repentance. Remember, He needs faithfulness. Remember, He needs you to walk with Him. Only those 4 things can make your life to change. Can you rise up as we pray?